zaliwa. Ikiwa umekosea katika mambo hayo, basi unatakiwa kurekebisha kwa kuweka tiki. Au I have applied under the different country. Asema mimi nimeapply KYC yangu tofauti na nchi ambayo nipo. On the country of my ID document. Tayari, yani wewe upo Tanzania ila umejaza taarifa za kitambulisho tofauti na Tanzania, ndio hapo natakiwa kuweka. Tayari. Halafu kitu chengine, I may have submitted blurry or low quality picture, kwamba picha ambayo mimi nimepiga haikutoka vizuri, haiko sawa, imetoka na weusi, imetoka sijui vipi na vipi, ndio maana KYC yangu imekaa muda mrefu au vipi na vipi. Kwa naomba maombi hapo, kwa timu wanakuletea resubmission yoyote ile. Au may have, labda huenda entered wrong data, nimeandika taarifa za uongo au taarifa ambazo sio sahihi in my personal information. Zile taarifa zangu za binafsi zile za kitambulisho nimeweka sio sahihi, nimekosea kwa kuhofia. Mfano, watu waliingia katika mradi wa pale wanahofia taarifa zao kuibwa. Kwa niliweka hivyo kwa kuhofia, kwa nabonyeza hapo. Au others, au na tatizo jingine, kwa unaweka other na tatizo jingine. Katika hao ambao nimeorodhesha yote, mimi sina hata moja. Jamani, tunaelewana vizuri? Nazungumza Kiswahili kizuri chenye kueleweka. Sawa. Kwa naendelea mbele. Asema validation, uchunguzi wa maombi yako when reviewing KYC application from other. Tare, kwamba wamekuletea majibu au validation baada ya kuchunguza KYC yako, wamekuletea majibu ama hakukuletea majibu ama imekuaje. Asema the user cannot submit invalidation error, something went wrong, please try later. Wameniletea ujumbe kwamba nibadilishe, natakiwa kubadilisha baadhi ya taarifa zangu hazipo sahihi. Tayari. Au I used to have access validation but cannot access anymore. Tayari, kwamba mimi nimeweza kuaccess to validation but siwezi kuaccess. Yani kuna watu wamefanya validation ambazo KYC zao hazijaruhusu kufanya validation. Tunaelewana vizuri? Kuna watu wamefanya validation wakati KYC zao haziwaruhusu kufanya validation, mwisho wa siku wamepata na tatizo, kwa hiyo wanatakiwa kupeleka maombi hapo. Au validation taking really long time to be display or does not load, kwamba validation hao wanaochunguza KYC zangu ni muda mrefu kweli, yaani amekaa muda mrefu mpaka leo hajalifanyia hivyo. Kwa unabonyeza hizo kwamba taarifa zako zote zipo sahihi, ila tatizo ni validation. Tunaelewana vizuri? Au liveness video, kwamba liveness yako, video yako liveness uliochukua don't load or show priority on my device, kwamba imechukuliwa lakini haikutoka vizuri. Tare, haikutoka vizuri picha imetoka imeonyesha vibaya, kwa unaweka hapo tatizo lako. Halafu I am getting stuck in the tutorial and cannot progress to the validation. Tare, kwamba wewe hizo taarifa zako ambazo umezituma, jamani tunaelewana? Au katika taarifa zako ambazo unajaza ama kufanya KYC yako, I am getting stuck, kwamba napata mimi kizuizi, siwezi kuendelea kutuma taarifa zangu kwa validation. Tare, kwa unaweka hapo. Au I don't get any KYC application to review, mimi sijapata KYC, maombi ya KYC mimi sijapata, yani ile taarifa kwa nifanye KYC mimi sina, au other au mengineo au none au hapana, katika hayo wala hakuna tatizo. Tare. Au tatizo lingine, I want to suggest an alternative KYC solution, nahitaji njia mbadala ya kubadilisha au ya kuresubmit KYC yangu kulitatua tatizo langu. I have a report related KYC validating data,
kwamba nahitaji kuripoti, kupeleka taarifa ya QC zangu kwa upande ama taarifa zangu ndani ya QC, yani nataka kupeleka maombi. I have seen a bug, kwamba mimi niliona au nimeona nini, does not impact the experience, the world is still like to report it, kwamba mimi niliona kwamba siwezi kuimpact experience yoyote, kwamba sina uwezo wa kupeleka taarifa yoyote katika nini hiyo ripoti za KYC au nani au hapana. Sasa mimi hapa nabonyeza other kwamba tatizo jingine, na hapa nakuja kubonyeza none kwamba ni tatizo jingine au halipo katika hayo. Kushafika kipengele hicho, kushafika hatua hiyo, sasa unatakiwa wewe kufanyeje? Unatakiwa kuandika ile subscription yako yote, yani subscribe yako, wanaita vipi wale wataalamu wenye wao, yale maelezo yako yote, maombi yako hasa ni yapi. Kama unajua Kimombo unaandika kwa Kimombo, yani Kizungu, au unaandika huko, unakuja kukopi, unaenda kukopi, unakuja kupesti, unapesti hapo tare, unapesti yale matatizo yako yote. Na katika kuandika yale tatizo lako, hakikisha unaandika na jina la akaunti yako, unaandika na jina la username ya akaunti yako. Mfano kama mimi nimeandika hapa, mnaona username yangu na jina langu halisi ambalo nimetumia kwenye akaunti. Tunaelewana? Halafu baada ya hapo unatakiwa kutuma screenshot. Unatakiwa kutuma nini? Screenshot ya lile tatizo lako. Tatizo langu mimi nipo tentative. Sawa. Kwa hapa nafuta pending, naandika tentative. Tatizo langu mimi ni tentative. Sawa. Na nimekaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo hapo ndio maana nimeandika vipi hapa? Hello Pi Core Team. Habari za asubuhi Core Team. I hope you are doing well. Kwa natumai mnaendelea vizuri. I am requesting your assistance regarding my KYC. Kwamba naleta maombi mimi ya kurekebisha KYC yangu. I completed my KYC on November 30, 2023. Mimi nimefanya KYC mwaka huu 2023 November tare, but lakini it has still not been approved. KYC yangu mimi haijawa approved, haijawa passed until now, mpaka sasa hivi. It has been a very long time, kwamba imechukua muda mrefu sana, almost 3 years, yani miaka mitatu, 2023, 24, 25, 26, 24, 25, 26, tena miaka mitatu. Tunafanya vizuri, which is causing me concern about my account. Nahitaji muniweke sawa, munirekebishie KYC yangu jamani. Koti naweka hapo, unaendelea mbele. I would also like inform you that have already updating my email. Asema mimi tayari nimesha update, yani nimeshaika email mpya, nimeshaika wallet mpya, nimeshaika namba mpya, lakini zote hizo bado KYC yangu haijapass, and I have completed, na pia zimekamilika. Asalamu alaykum. Kwa jamani, tumeelewana vizuri hapo. Baada ya hapo sasa, ukishaandika yale maelezo yako yote, unatakiwa kuingia hapa, unatakiwa kuingia browser. Ukiingia browse, wanakupeleka sehemu, unachukua screenshot ya lile tatizo lako ambalo lipo. Tatizo lako lipo wapi? Unaenda unali screenshot, unakuja unatumia. Mfano mimi nabonyeza hapo. Nikishabonyeza unakuja hapa file. Nikishakuja neno file, wataniletea option. Nabonyeza hapo screenshot. Nikibonyeza screenshot, mimi wananiambia tayari screenshot yako imekaa hiyo. Tayari screenshot ya tatizo langu hii hapa. Kama ambavyo mnaiona jamani, screenshot ya tatizo langu hii hapa. Sawa, hiyo ndio screenshot ya tatizo langu. Baada ya hapo nabonyeza neno hili. Nabonyeza hapa send. Hapa naenda kutuma hayo maombi yangu ambayo nimeandika hapo, yote nimeorodhesha.
naenda kutuma. Lakini jamani, tunatakiwa kufanyaje? Tunatakiwa kupitia haya maelezo vizuri sana, ili mtu aelewe. Sawa, ili mtu aelewe. Sorry, kama kuna mtu hajaelewa jamani, basi atauliza, na tulipokoseana tusameheaneni. Kwa mwisho, ushapeleka maombi yako, unaambiwa your reference is Pi Network. Ona kwamba majibu yako, unaambiwa thanks kwanza, thanks, asante. Alafu unaambiwa majibu yako utaletewa katika email. Sawa, majibu yako utaletewa katika nini? Email. Back to the help center. Rudi katika sehemu ili ya kuombea tena maombi ukitaka. Kama utaki, yani unaweza ukatuma maombi kwa siku mara 2, mara 3, mara 4. Kama saa 24 tuma tena, kama bado kama saa 24, lakini sio lazima, ni ushauri tu. Kwa jamani, hayo ndiyo maombi ya kupeleka kwa koti ili kusaidiwa tatizo lako, changamoto zako. Asanteni, naamini nimeeleweka. Muwe na asubuhi njema, mchana mwema nao. Saa 6 mchana mwema. Kwa hiyo tuweze kujisaidia kupitia hii video. Shukran. Bye, Mr. Faisal from Zanzibar.